Jina ni Sadik Mnyendo. Huyu moto imetokea hapo, kuna kijana anafanya biashara hapa na alikuwa anafanya biashara ya kuuza chips. So wakati alikuwa ameacha hiyo mashine ya kupika chips, na unfortunately ikashika moto. Sasa moto ambao imekuwa moto kidogo sana, ambayo wangejitokeza watu wa kuzima moto, firefighters wangekuja, hii moto wangezima. Lakini kwa sababu wana delay kwa kazi, kwa sababu hawakuwa wanajibika, wanawapigia simu sometimes wanasema tunakuja, mpaka saizi comrade wanaumia. Ukienda kuangalia kuna vitu za comrade hawako nyumbani, saizi shachomeka huko ndani. Kuna vijana hapa watoto wadogo walikuwa wameanzia biashara zimeshomeka, mpaka sasa tunashindwa wataanza aje. Comrade wameanza biashara kujilipia school fees, ndio hivyo vimeenda. Comrade ndio wameanza biashara kujilipia rent, imeenda. Mpaka sasa tunashangaa tutaanza aje. Kama serikali tunaomba tafadhali wakaweze kutusaidia. Ni hayo. My name is Muga Frederick, a student here in Kisii University. When these disasters started to happen, I was there in the library. I just got the phone call that your things are burning. So when I reached here, I tried to reach the emergency numbers, all emergency numbers in Kisii County. I reached them. I spent a lot of airtime to reach these people. Majority of them did not respond. Few that responded came after 1 hour. This is the place where I reside. Comrades are also here. Our things are vanished. Beddings and all learning materials are vanished. So my questions that I would like to pose to the county government of Kisii, we are collecting a lot of tax. Even these people that are here have already filed their returns. My question is, if does this county have fire extinguishers?
If they have, how do you respond to events such disasters like this? If you can manage to respond after 1 hour later, after everything is vanished, where do you take our taxes? Where do the money that we collect as tax going to? My second question, the employees, people that are employed, that are in charge of Red Cross to help such like event, Mr. Governor Simba Arati, if they are really employed, are they deploying their duty well? My third question is, sisi kama comrades, hii ndio mali tunafanyia kazi na hii kazi ndio tunalipa nayo school fees. Vitu zetu zimeenda zote, governor, including wenye wanafanya even hapa ni mali pa business. Hizi vitu zote mtatusaidia aje? Sisi mimi nimebaki hivi, hao wote wamebaki binafsi. Venye unaniona hivi, my last comment to the governor of Kisii County, Honorable Simba Arati, I would request you to at least, instead of buying us many tractors to help in construction of roads. Which road? Which road? Even road is not constructed. Even us comrades living in Kisii University, we only have one way tarmac road. This way that is going to Kisumundogo is not tarmac. During rainy season, my friend, to pass here is not easy. So I would request you, instead of financing tractors or of financing such areas, I would request you to buy many fire extinguishers. My friend, whichever. So nunua hizo zote isaidie kwa mikasa kama hii. And also watu wa Kenya Power, tafadhali tunataka vitu kama hizo. Na maji ya kuzima moto, hatuna maji hata kidogo. Tafadhali tunaumia sana. Tunaumia sana. Kindly help us. Si ati mambo wakati wa siasa mnataka kura, wakati wa kazi hamfanyi. Hatutaki kitu kama hiyo. Hiyo tumekataa. Okay. The place yenye meban, that's my place. You know, I'm in a shock because I was in the office, I was called. I was told that my place is on fire. So when I came, I saw from where I was that there's a lot of fire. Actually, it was too much. So I came, I wanted to know what is the problem. I was told we have a very small hotel down there, which is just next to the place where was my business actually. So I was told that maybe it was not there, and that's where the fire came from. That's what information I got when I came. You know, and what I can tell, this fire, it has been for some time. The way people are in anger is because actually I was told that the fire controller fellas from the county, they were called, but they delayed. So the place has just gone, and that place is approximately, actually my things which are there, my business which is there is close to 3 million, because everything we went and we decided to invest and to put things there. It's quite unfortunate that I can see my place ashes. It's not a good show. I think we can do better than this. And we urge all the members concerned in the county, at least when something like this happens, at least the response is faster. Because if they responded very fast, I think these things was not to be the way now we can see. I'm in a shock actually. Because you know, when you depend on something and you get that thing is down, like the way you can see, anybody, any human being,
you have to be terrified. You have to be in a process of not even explaining yourself. But I don't know. I don't. Mimi ni mwenyeji hapa and I have a problem with the leaders of this place. Not even the MC has come, not even the MP. The only people that are here ni watu wa huku peke yake. This leadership that people wanakuja wanatuambia ati oh, chukua kadi piga kura, tunawapigia kura. The moment you guys get votes, mnapotea, you vanish, eating our money, our taxes. Kwa majina mimi naitwa John man. Ilikuwa class wakuja huku hivi. Na tumetoka kwa gate, kuna mtu fulani anatengeneza chipo hapa chini. So hiyo staff ya kutengeneza chipo ndio alikuwa amewasha bata kuwa na mafuta ndani. So time stima ilirudi, hiyo kitu ikawaka sana. So all of a sudden hiyo staff ya kutengeneza chips ikaanza kushika moto. Moto ilikuwa kidogo. Hata watu wa county wangekuja mapema wangemanage hiyo moto. Watu wamedelay, tunawapigia simu hata wanasema wako Nyamachi hadi saa hii. So tukajaribu kumwagia maji nini, but tunajua kulikuwa na stima. Hawezi enda kuzima moto huko na kuna stima. Moto inakimbia na stima. So moto ndio imeshika hivi, imekuja but cause ni hiyo kiti ya chipo ilikuwa hapa chini. Ndio ilikuwa. Kwa majina, mimi naitwa Roslyn Kwamboka Ndege. Hapa hatukubali hii mambo kwa sababu ona, it's been how long wakati moto iliwashwa. Sasa ngapi hii nini inakuja, hii gari inakuja 5 hours. It's unacceptable. We not accept it. One time. Hata usimbarati ni one time. Hatutaki. Kwa majina mimi naitwa Tiberius Mogendi. Mimi ni mkaazi hapa Nyamage. Gari imekuja after 3 hours. Gari yenyewe imetoka Nyamira. Tunasema Simba ni one time ama two time? One time. Ruto ni one time ama two time? One time. Jana ni one time ama two time? One time. Harambee! One time. Harambee! One time. Simba? One time. Jana? One time. Ruto? One time. Kitu ni Matiang'i. Nilipita Birundu Nyabwari. Hii ni boma yangu. Hii mali imeteketea, ni hasara juu yangu. Kuna pool tables zilikuwa hapo, kuna hoteli ilikuwa hapo na hizo rental houses zenye mmeona. Chanzo cha moto sijajua vizuri. Mimi nimeshtukia tu naitwa kuna moto hapa hivi. Isipokuwa sasa wazima moto pia wamedelay kiasi. Tunaambiwa kwenye macho kwa mbali, sasa sijui tumejaribu. Wamedelay 1 hour. Wamedelay sana. Tafadhali next time. Sasa hii hasara sijui kama county inaweza ni okolea nje nyingine, tafadhali. County okolee. Tafadhali. Hii ni hasara kubwa sana. Sina mengi. Tafadhali ni hasara kubwa hii, ni county, tafadhali tusaidie. Uchungu. Hata kama ni one time.
My name is Muga Frederick Ochola. I'm a student here at Kisii University. I'm pursuing banking and finance. That is my course. So when this occurrence began, I was there in school. I was just ranked and I saw the blow of a smoke. And when I tried to come near it, I just
Ada.